Galatia 5:22, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili na uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maneno haya, neno hili la Mungu linatufundisha mambo mengi yametajwa hapo, 9 muhimu kwenye maisha yetu kama tunda la Roho. Yaani Roho pale imewekwa herufi kubwa ikimaanisha Roho Mtakatifu. Ikimaanisha Roho Mtakatifu kwamba mtu ambaye amejazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, mtu ambaye amemwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ndani yake tunatarajia mti wake, mti wa kwako wewe, wa kwangu mimi, uzae aina hii ya matunda na sio matunda mengine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kabisa. Tunatarajia ieleze hilo kwamba huyu mtu ni wa aina gani. Kama tukisema mtu huyu ni mpole, ni tabia ya kuwa mnyenyekevu, asiye mkali, asiye na jeuri katika maneno na matendo. Huyu mtu anaitwa mpole. Kama kuna mtu namna hiyo unamfahamu ambaye anaitwa mpole, basi hizo sifa zake. Sio mkimya, mpole. Kuna watu ni wakimya lakini sio wapole. Hapa tunazungumzia mpole. Mpole ni mtu ambaye anakuwa ana sifa moja muhimu kabisa, ni mnyenyekevu. Ndio maana ya mtu mpole. Kwa hiyo anaweza kuwa ni mwongeaji, anaweza kuwa ni msemaji sana, anaweza kuwa ni mcheshi kabisa, lakini tabia yake ni mpole kwa sababu ni mnyenyekevu.